Bwana Yesu asifiwe. Leo napenda tujifunze habari ya maisha baada ya maisha haya. Watu wengi wanakuwa wanajiuliza, mtu anapokufa anakwenda wapi? Kimsingi kuna maisha baada ya maisha haya. Mungu alipotuumba, alimuumba mwanadamu, ile Mwanzo 1:26 hadi 27, Mungu alituumba kiroho. Kwa hiyo wote, mwanamume na mwanamke, wote waliumbwa. Lakini ukija kusoma Mwanzo 2:7, Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, akamfanya kwa mavumbi ya ardhi, huyu mtu akawa nafsi hai. Kwa huyu mtu, baada ya maisha yake hapa duniani, kuna maisha mengine, na haya yanaitwa ni maisha baada ya maisha haya. Sasa haya maisha yanategemea na jinsi ulivyoishi hapa duniani. Ikiwa umeishi kwa imani ya kumwamini Yesu Kristo na kufanya matendo yaliyo mema yanayompendeza Mungu, basi unakwenda sehemu inayoitwa mbinguni, ambako ndiko Mungu aliko na Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini kama ukifanya maisha ambayo, ukitenda matendo ambayo hayampendezi Mungu wala hukumwamini Yesu Kristo, basi wewe umekwisha kuhukumiwa, na sehemu yako ni katika lile ziwa liitwalo ziwa liwakalo moto na kiberiti, Jehanamu. Daudi anasema, ni Mungu ambaye umeniumba mtima wangu kwa siri. Tumeumbwa kwa namna ya siri ya kipekee sana. Ukisoma katika Zaburi ya 139 mstari wa 13 hata 15, na hii siri ni Mungu anayejua. Mungu ameweka ndani ya mtu kitu kinachoitwa moyo, na ndipo ambao sisi tunaita roho, ya kwamba mtu akishafariki, ile roho yake inamrudia Mwenyezi Mungu na mavumbi yanayorudia nchi. Na mtu akishakufa, basi roho yake inamrudia Mwenyezi Mungu na roho yake inapomrudia Mwenyezi Mungu, basi huu mwili ambao umeumbwa kwa mavumbi, kama ile Mwanzo 3 mstari wa 19, mavumbi kwa mavumbi, udongo kwa udongo, kwamba kwa sababu umeumbwa kwa mavumbi na kwa udongo, basi mavumbini utarudi. Kwa hiyo mwili unabaki hapa duniani, lakini roho inamrudia Mwenyezi Mungu hapo kusubiri kwa habari ya judgment, hukumu, ili mtu aliyetenda matendo mema aende mbinguni na mtu aliyetenda matendo mabaya atahukumiwa na kwenda jehanamu. Mungu akubariki sana. Utapata mwendelezo wa hatua ya pili. Asante sana.